badilika. Maana unapookoka lazima mabadiliko yawepo. Si ndio? Kwa nilivyobadilika hivi, ninyi nikisema kwamba nilikuwa natenda dhambi, si hata nyinyi mnaweza mkakataa kwamba nilikuwa na utundu wa kiasi hicho? Hivi unaweza kukubali? Kwa sababu gani? Kuna mabadiliko ya wokovu. Ukiokoka kuna mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Nikaokoka, nikashuhudia wazazi wangu, kumbuka wote hawajaokoka wazazi wangu. Kwa hiyo nikawashuhudia kuokoka. Mama ndio ameokoka, sio amempokea Yesu. Alishampokea Yesu na wengine wengi. Kwa hiyo sasa, nilikuwa nazungumzia kuhusu shuhuda wangu. Kwa hiyo sasa hii namba ngapi hii? Hii namba 4 inaonyesha upendo wa Mungu. Ya kwamba anasema bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye nini? Tungali wenye dhambi. Wote tulikuwa na dhambi, tukakubali kufanyia akatoa mwanawe wa pekee. Na alipotoa mwanawe wa pekee, angalia ndani ya msalaba. Ndani ya msalaba mle mmeona ndani ya msalaba kuna pale juu pana pembe tatu. Ile pembe tatu inamwakilisha Mungu, jinsi alivyo na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na ile namba 3 ile tunaona sasa pale chini pana hapo katikati pana andiko, si ndio? Na ndani ya msalaba pale chini pana picha ya nani? Ya mtu. Huyo mtu ni Yesu ambaye alitolewa na Mungu. Na huyu Yesu alipokuwa amezaliwa na Bikira Mariamu bila kutenda dhambi, ndio mwanaume pekee, ndio mwanadamu pekee ambaye amewahi kuishi duniani bila kutenda dhambi yoyote. Mngekuwa mmenielewa mngepiga makofi. Ni mwanadamu pekee aliyezaliwa na mwanamke duniani bila kutenda dhambi yoyote. Anaitwa Yesu. Kwa hiyo akatenda miujiza, akafufua wafu, akaponya wagonjwa, akatenda miujiza, alafu alikufa. Sawa sawa. Sasa kabla hajafa, angalia pale ndani ya msalaba kuna andiko pale lipo. Yohana 14:6 unasemaje? Anasema Yesu akajibu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo ili upate uzima wa milele lazima ufanyeje? Umwamini Yesu. Yeye ndio njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu sasa pale wakati anaendelea kuishi duniani, tunaona alikuja akafanyeje? Akafa msalabani. Sasa alipokufa msalabani ndio tunakuja kuna namba hiyo ya Yohana 5:14 andika namba 5. Hapo ni namba 5. Andika namba 5. Sasa pale chini ndio tunaona panazungumzia kwamba Kristo alivyokufa. Hebu tufungue kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura yake ni ya 15 mstari wa 3 na wa 4. Nisomee hapo. Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 15 mstari wa 3